Yeah. So kuna vitu mingi sana vimefanyika this week, including maandamano, polisi kushutiwa, polisi kushoot civilian, maandamano ya mask day. Mko na a lot of things zimefanyika. Mnamwona bibi yake kufanya ile kitu. Exactly. Mnamwona bibi yake kufanya ile kitu. Pia kumekuwa na shooting, I think jana tena. Hii wiki imekuwa na shootings mingi. Yeah. So kitu tunachangaza ni as a country tunaenda wapi? As it is watu wamechoka. Hatujui tufanye nini, lakini the reality ni ati watu wamechoka. Watu wanatamani change, but sasa ni formula tu hakuna. Sasa unaona every time watu wako kwa streets, na anytime watu wanatokea kwa streets, mambo inazidi kuharibika. Kuna hizo shootings ya huyo jamaa alikuwa anauza masks yenye alishutiwa close range. I think bado kumekuwa na shootings zingine 1-2. Kumekuwa na hiyo yenye inasemekana Sakaja alipa goons. Mambo inaharibika. Hiyo down same day time ya maandamano, watu wako na maduka ground floor wamekapitia. Hadi sasa watu wanasema ukienda kutafuta duka ya business town, avoid ground floor. Juu ground floor sasa yes, mtu anakuja anafunga mlango ndio asiingie, lakini wanavunja wanaingia, so it's getting worse. Alafu ya kushangaza ni hata wenye naiba si raia peke yake, napata pia kuna polisi wako involved. Exactly. So sad mazee. It's a very bad thing. Au polisi, unajua the initial intention ya polisi kwa maandamano hata haikuagi kufight. Intention ya polisi inakuaga wa provide security, to make sure to demonstrations happen in a peaceful way. Yeah. But tulifika mahali ni kama maandamano inakuanga fight ya protesters na polisi na an opportunity kwa the goons. Nowadays kama sasa the last maandamano of which ilikuwa jana Thursday, si ndio? Goons ni ya jana ama ya Tuesday. Goons wamekuja wanatembea na polisi same place, na wanaonekana openly wako na weapons, na wanapanda like wanakuwa escorted by the police. Alafu okay, unajua hao ndio watu wenye polisi wanafaa kuwa na wanazuia, but sasa juu ni order kutoka kwa mkubwa of which allegedly inasemekana mtu alifinance au goons wenye walikuwa ni governor wa Nairobi. So kuna video ilikuwa na circulate wenye walipita kwake wanasema, so it's a very dangerous thing. So hata maandamano inafika place sasa si peaceful anymore. Sasa ni protesters against the police, against the goons. But I think kuna goon mmoja alishikwa. I think walimbembeleza. Walimbembeleza vile inafaa. Walimbembeleza kumguza kumshawishi. Mali yako hiyo massage anaisikia ni tamu kabisa. Kuna goon badali wakati wameleta fujo vurugu wakifanya bigio kienda mmoja akabaki. Exactly. Alibembelezwa. Hiyo massage ni tamu. Aliguzwa. So I think tumefika a point whereby hiyo itakuwa normalized. I think goons wanafaa kufanywa tu, ni a very bad thing. Ati okay, sikatai, but so for now mimi najua hii maandamano the end goal ni kufightia rights zetu na life yetu ikuwe better. Then mimi ukuje unilipe juu nasikia walikuwa wanalipwa 2k. Yes, 2k ni good money, hatukatai. But is it really worth it? Amelipwa 2k sikatai. Kama for example huyo gun mwenye amekufa, huyo mwenye alimtuma ataenda kwa matanga? Ataenda. So what's the point? Mbona utumike vibaya? Yes, 2k ni good money, lakini si worth it. Juu ile kusalimiwa utasalimiwa na watu hapo in case wakushike. Hiyo 2k itakusaidia, either you'll die ama ataka utaenda osi, hiyo 2k italipa bill. Lakini inasemekana ati mwenye aliwatuma ali promise in case anything ikuhapenie, familia yako itasotiwa. What's the essence? Yes, ni politician. Unajua ni politician. Hata kama ni ukweli atapeana, hiyo pesa utaienjoy. At the end of it. So I don't feel kama 2k ni worth mimi kunituma niende ni kusaliti wa fellow Kenyans. I don't know man, but wacha wa have fun, wacha polisi wa have fun, but tuna believe one day kutakuwa na change. Ipo siku change itakuwa. But it's a really bad thing. So unaweza dhani hao goons hao ndio wanaishi maisha mazuri. Wacha nikuambie, unaona hao goons si ati wanatolewanga any of this rich estates, Lavington. Wanatoka zile area mimi natoka.
wanatoka hizi the poor neighborhoods. So ni watu hawaishi a good life. Ni ule mtu hakuangi guaranteed kama rent atairaise. Ni mtu hakuangi guaranteed like haishi, ni mtu ana watu hand to mouth. Haishi any good life. Hautaipata ati huyo mwenye analipa goons ameenda ameingia sijui Kilimani anazunguka hapo kwa the good gates. Hatapata. Hawa watu namba 1 hawana haja na hiyo pesa, namba 2 hawana time. Juu hawa goons ni mtu unapataga maybe ni wale watu wanafanya tu kazi vibarua area. So wako easily available. Ni wale watu hawana specific job, wanakuwa watu kwa kutegea form itokezee sijui tu wafanya kazi gani. Ni wale ndio kibiwa simu shout mwizi hao ndio wanatokea. Exactly. Ni watu hawana any specific thing. So that's why hata vile wanaambiwa kuna form ya 2K anachangamka. But her reason, we are fighting for a bigger goal. A bigger goal than that 2K. Hiyo 2K already economy ni mbaya. Hiyo 2K hata haiwezi fanya a lot. Tuna fight to fika a point where hiyo 2K ikuwe na more value. But mjinga ni mjinga tu. Mjinga haizi erevuka. But that's it. Still on the same date ya maandamano. Kuna jamaa pia aliamkia mkono mbaya. Aliamkia mkono mbaya usiku, ikakuwa ndio siku ya mwisho yake kuonekana. Hatujui kama ni siku ya mwisho, yes, but maybe tunafichwa ama ni sijui kama ni kweli ama ni uongo. But huyu jamaa alishutiwa na close range man. A very bad. Jamaa alitokezea tu akaona kwanza leo ndio siku yake ya jackpot vizuri maandamano yuko akajua sasa stock ya mask inafaa kusonga mbio. Hata already kwa akili yake labda alikuwa mpiga calculation leo siku anakafunga vizuri. Au ni jamaa anapiga hesabu. Wewe ishakupata tao. Nakumbuka ile siku tulikuwa na unashika jirani ashapata umbrella so shanga opportunities zinatokea tu. Any opportunities zinatokea msana jambo ni. So pia alijampia tu hiyo opportunity. Ya mask akijua naenda kutoa unga, mambo ilikuwa inaenda kuharibika zaidi. But it's a bad thing mtu kufanyia mtu kitu kaa hiyo. Hiyo ni kitu yenye hata mimi personally siwezi fanya. Umechekio video msea kwa violent. Si niliona jamaa alikuwa amechill tu wale out of na mharas. Hata ha fight back. Ni ule jamaa tu. Hata angepigwa tu kofi yake moja atoroke aende ama angefungwa tu pingu. Hata hakuwa na resist anything. Like alikuwa very peaceful guy. Was it necessary? Like was it necessary lazima angeshutiwa? Was necessary in any way. Ule jamaa alikuwa very peaceful. Alikuwa calm kabisa. Hata wangemwarrest tu basi ile ya kawaida alafu aende huko alafu pesa ingepatikana ina way atoke. But sasa kitu mtu unafika mahali unajam mpaka unaekelea mtu risasi. It's not fair. That close. Bullshit. But no umesahau pia hiyo uchumi anafaitia na hizo vitu anafaitia pia huko ndani yake. Exactly. Juu as a police officer hakuna polisi ananunua vitu Uganda. Si wote. Sio tunanunua vitu Kenya. Si wote tuko hapa. Zile maduka sisi tunanunua maduka pia polisi wananunua vitu zao. Exactly. So why? Mbona uwe tu mwananchi? Hata kama unasema polisi ni watu wazuri, yes, atikatai kuna wazuri. Lakini sasa mbona kuna ile image mbaya wanaanza kupaint. But kuna ile kitu I think kuna statements zinasemaanga power corrupts the mind tukaa hiyo. So in a way hiyo power wako nayo na wafanyaga wana lose ile reasoning pia wanaanza feel like wako superior. Power gani? Polisi kimnyang'anya bunduki kuna kitu kingine mpaka na. Sasa hiyo bunduki unajua ndio power yake. Ama we can call it power, whether ni power ama si power, we can call it power. Sasa inafikaga mahali ina corrupt akili. So for lack of a better word wanakuwa wajinga juu the fact that unaweza shoot mtu for no specific reason hiyo ni kukuwa mjinga kabisa. Na kama ilikuwa lazima amshoot basi kumshoot kwa kichwa was it really necessary? Mbona angeshoot hata kwa mguu? Si kuna kijana wa Kenyatta. Kuna kijana alikuwa Kenyatta sijui na university gani. Alishutiwa kwa shingo na kwa mkono. Alionekana kwa strike akiongea akisema venye how the incident happened. Jamaa alisurvive, alishutiwa kwa shingo na kwa mkono alisurvive. But sasa kwa kichwa shwari. Mtu mwenye kwa intention kuua kwa kichwa ni delicate mbaya sana. So it's a very sad thing but me I just hope mwenye alishutiwa a survive
just really hoping, even though ni tricky sana. I don't support shooting, lakini kama ingekuwa lazima ashoot, mbona angeshoot kwa mkono hata kwa mguu? Man, wanasemanga ukiona kama mtu ni a threat to you, I think inakuanga tu intention na kwa tu paralyze na relax. Unaona hiyo, the fact that the moment umeshoot mtu atakaa ni mguu, trust me ataenda chini na utakuwa na full control. But sasa hiyo kushoot kwa kichwa ni intention ya kumaliza. Unajua ukishuka mguu hata ukienda koti utajitetea useme nilikuwa najisaidia hiki kwa kichwa shwali. But sasa unaona hii hata bado ingekuwa kwa mguu, unajua hata haijitetea juu evidence iko. Una evidence iko. I don't know man, but hoping justice isaviwe, the victim recover vizuri. Yeah, life iendelee, we just hope for the best. Yeah, so swali ni, where are we safe? In whose hands are we safe? Maybe in God's hands sasa. The police system ndio inafaa to keep safe, but we are no longer safe. Ndani ya polisi tuko na shida. Huku nje bado tuko na shida. So we are no longer safe. No longer safe. Yeah, so sasa ni Mungu tu. Ni Mungu tu ndiye anatu anaweza tulinda saa hizi tu sasa. Hatuna option nyingine. Yeah, I think after the incident kuna incident nyingine ilitokea baadaye yenye polisi alikuwa shot na boda guy. Yeah. Niliona hiyo. So how do you call that? So kitu watu understand ni maybe walikuwa na beef yao na huyo jamaa, jo sidhani kama ni mtu tu out of nowhere. I don't think kama ni mtu tu out of nowhere alikuwa na gun akaenda tu kushuta random officer. So most likely walikuwa na beef yao specific. Juu sasa maafisa wanalia wanasema sisi sasa maafisa wanasema nitadukua sisi nani atatutetea kama jinsi wakiuliwa wanajisimamia wenyewe kwa wenyewe. Na si polisi tukishutiwa kama mmoja wetu ameshutiwa, nani atatuongelea? Sasa unajua ni hao walianzisha hiyo game mbaya. Naweza ita game mbaya. Ndio walianzisha rafu. Ni walianza kunormalize hiyo mambo ya shooting ovyo. Unajua to be honest haipe tumefika shootings zimekuwa normalized. Juu sasa unaona unakuaga guaranteed maandamano ikihappen kuna mtu atakula risasi. Unaona hiyo ni kitu yenye haifai kuwa normalized hata kidogo. But sasa wamefika point wame-normalize. That's why hata hiyo shooting in a way ni kama inaanza kusound too normal. So as it is, I think imefika mahali kila mtu apambane na hali yake juu sasa tutafanya nini. There is no way tunaweza wasaidia. Ni hao wajisaidie wenyewe. Yeah. We just hope tukue safe man. Sasa tuna hope for the best, tukiomba pia Mungu intervene. Exactly. Jue mambo ni mbaya. Mambo inachemka, mambo haikai vizuri, mambo inakaa mbaya sana. Wiki imekuwa very ugly. Wiki imekuwa ugly mbaya. Yeah, wiki imekuwa very ugly. Na ni kama inakaa kukua even ugly sasa next week ndio tuko na hiyo 25th June. So most likely hata itakuwa very ugly juu kuna timetable fulani nimeona hiyo 25th. Haibambi. Yeah, as the weeks gets uglier. Kuna mtu mwingine ndiye ameamua kufanya demo yake ugly. Yaani hiyo nayo imekuwa ugly mbaya zaidi. Ameamua kufanya demo yake mapengo bwana. Yaani surely. But hiyo kitu surely really hiyo hata mapengo si ugly sasa. Sasa kuna like okay, nimekuwa nikipitia profile yao jamaa. Hata design jamaa anacheza hiyo game sasa hata unashindwa understand. 1 minute anamsifu, the next minute anasema kufa dereva kufa makanga. It's getting uglier. So the thing we are talking about ni Mulamwa and the former wife, the former ex whatever, but jua ni Mulamwa na Ruth K. Yeah. Jamaa aliamua kuachana. Jamaa akaamua kuattack. Jamaa akaamua kuattack akasema meno yangu nirudishe. So apparently them meno haikuwa sawa. So jamaa kama kufanya teeth transplant. So wakaenda wakafanya dem akakuwa na meno supu vizuri. So jamaa akajam sasa akasema nirudishie meno yangu. Lakini how petika ni but huyo dem pia alicheza na hiyo kitu the moment mambo ya kurudisha meno ilisemwa akatumia opportunity. Kuna advert ya dental clinic alitumia the same thing. Umepata na video? Yeah, that remind me after this ni kuoneshe. So dem I think alifanya video tu akasema
when he asks for your deeds, so anafanya ni kama anangoa meno na pliers, akapeana kwa ndudhi, jamaa apelekewe, then minutes later akarealize okay, bado nahitaji hiyo meno, so naye akaenda dental clinic kuwekewa. But don't you think okay, is it really like alitoa meno ya ukweli? Hakutoa, like ni ile tu ni ile ya plastic. Like hakutoa, okay, like meno hakuguza, so like, alitumia kama content sasa, aliplay tu around na alifanya tu pliers, alafu akangoa kitu, alirusha mawe katika mawe kujenga. But the whole thing will get ugly. Juu jamaa after amerant 1-2 akaambiwa watu ngoje 9 pm then kwa channel ya anaitwa Oyando Junior, I think mtoi wao hako na page ya Instagram, kaambiwa watu ingieni huko 9 pm. 9 pm kufika jamaa kaharibu, so most likely ni jamaa ndio alipost juu siendi, aliambiwa watu waende huko 9 watu kuenda huko 9 oi kapata jamaa ameamua nudes zote walishare, jamaa ameanika huko. Allegedly jamaa akatumia father in law pia, even though it's you can't tell you alifanya hiyo view once, so unajua akiscreenshot hiyo view once the message itself haioneshangi picha, but it get ugly juu kufika mahali sasa mnashare hiyo ni tricky jo. I think sahi imefika place ukipatana na mpenzi huko Nairobi, mambo ya kupiga picha mkuu uche tena hiyo mambo achana nayo, kwa sababu you never know. Okay, so kitu si understand juu kwa hizo picha zimeleak bado pia kuna moja yake. Sasa sijui pia aliamua kujipost like si personally sijapitia hiyo page, but to information collect to Twitter nikizunguka huko, but some dangerous scenes man, mnakosana hadi mnaanza kuanikana, mko na jokes huko nje, haibambi, ugly things hazibambi, rekeo. Okay, sasa imagine jamaa yetu ni nyeusi, achia hapo. The week was ugly, the fight was ugly. Hata inakaaje bana? Exactly. So some minutes even before tuanze recording, nimekuwa nipitia Facebook, tena page yake ikakam. Tena amepromise ingine 9 pm watu warudi ile page. So 9 pm imepata tukiwa set. So is it a game msana to play ama is it serious? Unajua pia nashindwa kuunderstand juu nikigo through your page yake, juu sababu niliona vita inachemka nikaamua kupita page yake vizuri. Alitangulia aka-attack, akakuja aka-defend, alipost huyo dem na mtoi wake vizuri tu, a beautiful photo with some beautiful caption, then akaamua kurusha marisasi. So hadi nimeshindwa kuunderstand, but I don't understand. Haiwezi kuwa a game anymore. Ukifika mahali ya kuanikana, it's no longer a game. It's no longer a game. Na kama ni game, it's a very stupid game. Why mbona ucheze game kama hiyo shwari? Hiyo ni wangecheza ile nyingine yote, but unaona hii ya kuanikana hii inachoma. Ya meno inaisha stupid. Ya meno mnaweza cheza nayo, it's all games at the end of the day. Lakini hiyo ya kuanikana mavitu yenye haifai kuona hata mwanga. Unajua mavitu yonangi mwangaza in real. Ndio maana nenda sehemu private part. Hizo zionangi mwangaza. Zinafasi kwenye eti. So mkiamua zituoneshe jua bwana. Haibambi. But it's some very, lakini hiyo jamaa pia na feel sijui si kuchizi, but kuna kitu hayuko sawa. Juu pia within the same nini akapost picha ya gari kwa accident, akasema something sijui like something ya ni kama kucommunicate kumekuwa na accident but tuko safe. Kidogo tena amepost gari, amesema acheni hiyo ni something like hiyo ni joke, sio ilikuwa ya last year, tuko gari iko safe. Hapana, wewe ukiangalia ile picha ya gari imepata accident, hizo taa za headlights zake ni zimezeka sana. But sasa ndio nakwambia whether yes ni different cars, but sasa the point is what was the intention ya kupost tuko kwa accident, whether ni a different car, whether ni gari yako si gari yako, what's the intention ya kupost tuko kwa accident? Like what are you trying to, why joke with the accident by the so sijui kama ama atatokea after some days aseme account ile hakiwa. Unajua hivyo ndio game inaendanga, mtu anakuwa ashakuwa the talk of town, anageuza anasema. But it's a dangerous game juu unaona kuna level fulani. Unajua kuna games zingine mtu kama mimi niko allowed kucheza juu after all
nobody looks at me, there's nothing I have to do. Ule jamaa kuna many brands. Unajua any small stupid game brand inaamua kutoka. Na jamaa as it is amekuwa very successful. Let's just hope but wasort mambo yao ego imeenda level nyingine sije ikaribu juu. Unajua the more you get successful the more vitu yako inazidi kuwa delicate. Any small mistake inakume. Unajua mtu kama mimi naweza amua hata nitumie social media yangu from morning for a whole week. Nikipepeta watu from morning to evening for a full week na hakuna kitu itani hapenia. Juu nobody cares about me. But sasa kuna tu level fulani ukishakuwa successful. Kuna brands unafo protect any small thing. I've seen kuna watu tu vitu zao huenda tu mrama juu ya kusema tu kitu ndogo yenye hata ukiangalia unashangaa sasa shida iko wapi hapa. But inaruman. So I just hope yao si spoil anything, lakini nasikia hadi msee anatumia Ruth K pesa. Akishamtumia na screenshot alafu ana reverse. Aje? Ni alituma. Like akona tabia kutuma, ana screenshot ya message ya M-Pesa. Akisha screenshot as evidence. Siku hizi tunazida receipts. Alafu ana reverse. So intention ya hiyo ni nini? I don't know. Like so anatuma so reason ya ku reverse ni nini? Hiyo pesa haikufaa kumwendea. I don't know. Na si kitu mara moja au mara mbili. Ni kitu kinafanyika regularly. Kila kituma lazima reverse, kila kituma lazima reverse. Nimeona hizo video TikTok nikashtuka. Like yeye mwenyewe ndiye anafanya hivyo. Sasa mimi kama sasa relationship expert sasa acha nikwambie Ro bado inampenda. Like Ro inampenda lakini ego hairuhusu kusema. I think kwa the post alifanya jana alisema yeye alikuwa okay na huyo dem but mabeshte wao dem ndio I think wali mislead or something kitu kayo. So roho yake bado iko pale ni ile tu sasa anangoja dem wa make up her mind. But sasa I don't know ni tricky. But kwa raza wacha have fun. Najua sisi kama fans si tuko ku consume your content yote hiyo hata nini vita yote si tunaangalia vita yote wanapigana. Inakuwa vita ya kunguru sijui na panzi sijui ama vita ya panzi frago kunguru. Hiyo sasa si ni kunguru. Sisi tunakuwa entertained. Kama viewers wakituma si tuko tu. But kitu inafaa ujue ni kila kitu yenye kwa mtandao si real. Maybe inaweza pata hili kitu ilipangwa. Inaweza kuwa pia ni game tu juu. Acha tuweke macho mbili but hata kama ni game hiyo ya kuanikana haibambi hiyo hautaijitetea. Unajua hiyo inaanga evidence ikishatoka hautaiambia mtu si yangu juu hakuna mtu atakuja kuconfirm. So hiyo ikishatoka tunaitreat kama yako. Whether ni yako ama uli download ama ni abeshte yako hiyo ni yako juu hiyo inaanga evidence. But kwa radhao si we continue watching from mbali. I think wameamua kuleta entertainment kati ya vita kwa battlefield ya maandamano wakaleta entertainment ya kuturelaxisha kidogo. Tunaangalia maandamano hii na kutuliza hasira. Alafu tunaendelea. But yao yote kwa raha zao. Si tuko tu. So I hope we are done there. I think tuko sawa. Mimi sina maoni. Any final words about the maandamano thing? Mimi I just hope hizi maandamano tunaenda hizi maybe zitulete ile change yenye tukupata last year. We just hope Kaongo achana nayo but you get the point. Acha tu hope maandamano watu wakuwe safe, tusiendelee ku lose life. Anyone mwenye utafeel kutokea streets be safe. Be safe. Ukiona mambo inaharibika you always allowed to you sense danger, just leave it. You've done enough. At the end of the day your life is way better than anything else. So anybody mwata tokezea be safe. Sisi wenye tutakuwa tuna watch from far pia to play safe. Ukiwa online pia whatever you say play safe. Juu sahi sasa si lazima ukue kwa street. Unaweza kuwa online unafinya na uko na bado ufinywe tena. So wherever you are penye unaatakia whether ni kwa ground ama online be safe. I think watu wanalao kufinya ukiwa online full force ni wale wenye wako Kenya na wanaweza finya full force. But sisi wenye tuko around tunafinya in moderation. But all in all we just hope for the best. To keep pushing. So I think wanasema all has been said lakini
wanasemanga as a wise man you don't say all has been said. You say something. You say something. Okay. Yeah, and that something is I hope mnaona venye sahi serikali inatupeleka venye nchi inaenda. So I think mnajua silaha ni kura. Exactly. Yeah. But they are the biggest weapon. Yeah, silaha ni kura. So coming 2027, all youths, vijana wote, Gen Z, chukueni kura man. Chukueni kura. Tokezea. Yeah, to change regime tuweke watu wenye watakuwa na wako serious. watakuwa na interest za mwananchi at heart. Exactly. Yeah, si watu wanapeleka matumbo mbele. Yeah. In the name of blah 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 venye wao wanaongea kama kawaida. Mambo yote. Yeah. So I hope mnaona what's happening and you are ready to change it. Exactly. And how being ready to change it na maanisha unafaa ukuwe na kura. Kama una ID shughulikia sahi as early as this so that your time ikifika tuko ready to change the situation. Exactly. Yeah. So that's all. Lastly, mkishaachana bwana, kama ulishapeana kitu iko hivyo. Usianze kusema nipewe kitu yangu. Exactly. Ulipeana out of love. Lakini kusema kweli mimi hata naweza dai irudi. Ulipeana out of love. So mbona udai? Hiyo kwa uchungu hapana cheza bwana. Meno shwani, meno. Hata mimi naweza dai meno yangu hivyo. Sasa ingekuwa kidney. Sasa ndio wasemanga be careful of what you give someone. Iko kitu yenye unaweza dai irudishwe. Mambo ya kidney hapana, kila mtu akae na kidney zake. Yeah. But I get your point. Yeah. Yeah, so that's it. Kama kidogo amenipiga lakini I hope me get what we've been talking about. Message imefika. I hope me learn something from it. Yeah, kama pia imekubamba unaweza like, unaweza subscribe. Unaweza pia pass to your neighbor aone pia what we've been talking about, kama ataona sense pia aisambaze zaidi. Yeah, so if you feel like kuna kitu tumeacha nje ama kuna kitu ungependa kuchangia pia, ungeenda pale comment section. Comment hapo tuambie what do you think about the whole thing. Exactly. Yeah, that's it from us. Yeah. See you in the next one. Adios. Peace.